Okay. Sasa uh, kama kawaida tumekuwa tukijadiliana mambo mbalimbali yanayohusu taifa letu, yanayohusu mambo ya kisiasa, yanayohusu jamii zetu na kadhalika. Na mimi ni moja kati ya watu ambao nimekuwa sipendi kukaa kimya kama ambavyo watu wengine pia wazalendo ambavyo huwa hawapendi kukaa kimya. Sasa kuna mambo ambayo sio lazima uwe mstari wa mbele moja kwa moja kusema na serikali, kwa sababu tumekuwa na changamoto ya taifa letu, watu kuwa na nidhamu ya uoga ya kuto kusema mambo ambayo wanaona pengine hayako sawa. Na of course wengi ambao tuko hivyo, lakini ngoja niwaambieni kitu vijana wenzangu na hasa wa Tanzania, kwamba ikiwa hauwezi kusema wewe, basi inapotokea watu wamesema wewe, amua tu basi hata ku appreciate, kwa sababu tabia ya ku appreciate kitaalamu ina faida kubwa sana kwako wewe pia binafsi. Ina faida kwako wewe pia binafsi. Yani ukiappreciate kitu ambacho mtu anakifanya kama ni kizuri, maana yake ni kwamba wewe pia unapata faida. So as usual, hapa ni Matendo Andrew, ni mkuu wa kitengo cha habari CUF chama cha wananchi wilaya ya Ilala. Sasa nimeona kuna jambo ambalo toka jana limekuwa linaongelewa na limepata trend kwa kiasi fulani, na of course bado la moto, kwa sababu Watanzania wengi wameendelea kulitolea maoni. Sasa na mimi pia nimeona sio vema kukaa kimya, niungane na Watanzania wengine kuliongelea, lakini pia mimi nataka kujikita kwenye eneo la kuonesha appreciation zangu kwa msemaji. Jana mchungaji askofu na mbunge wa Kawe Josephat Gwajima aliongea na vyombo vya habari, na huyu jamaa bwana amekuwa ni mtu ambaye haongei sana na vyombo vya habari toka amekuwa mbunge. Amekuwa ni mtu ambaye ameconcentrate sana na mambo ya nadhani ya kijamii, labda ya kibunge na kihuduma pale kanisani kwake. Kwa hiyo sidhani kama zinafika hata mara 4 au 5 amewahi kufanya press kuongea na vyombo vya habari kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusu jamii na huduma yake kwa ujumla. Sasa jana ameongea vitu vingi sana. Watu wengi sana naamini kwamba mmeona na mmefuatilia, na kama wewe haujafuatilia, mfanya mpango wa kuangalia ile press ambayo ameifanya Askofu Josephat Gwajima, kwa sababu kwangu mimi ndio sababu iliyonifanya kukaa hapa na kuongea hiki ambacho nataka kukiongea. Sawa. Sasa kama nilivyosema, mimi nitajikita kwenye appreciation, kwa sababu jambo ambalo amelifanya naona kabisa kwamba anahitaji kuungwa mkono au anahitaji kutiwa moyo, kwa sababu naamini baada ya kufanya vile, hata kama natokea kwenye chama tawala, bado kuna namna ambavyo anaweza akapata changamoto kwa watu wengine kuona kwamba wewe, mbona kama mzee unafanya vitu vya ovyo, mbona kama unazingua, shanielewa. Lakini ambacho yeye amekiongea, nadhani anaona namna ambavyo inafaa, kwa sababu yeye kama alivyojitambulisha kwamba ana kofia zaidi ya moja. Yeye ni mbunge, yeye ni mwongozi wa makanisa, lakini yeye pia ni Mtanzania, na yeye alisisitiza kwamba anatoa ushauri wake na maoni yake kama Mtanzania. Sawa. Kwa hiyo sio vema kuto ku appreciate kile ambacho amekifanya, na naomba tu nikwambie Mtanzania mwenzangu, kama una tabia ya kuto ku appreciate vitu ambavyo watu wanafanya kwa sauti, watu wakakuona, kwa sababu kuna ile ku appreciate moyoni, yani wewe mwenyewe tumuone unasema huyu jamaa bwana anajua sana kufanya kitu fulani, lakini humwambii au husemi. Hata kama hutamwambia yeye, basi sema tu kwamba kuna watu wanaweza kufanya kitu fulani. Hiyo inatengeneza vitu vingi sana kwenye maisha yako, lakini nataka ni mention tu vitu viwili ambavyo vinaweza kukufanya ukaachieve kutokana na tabia ya kuappreciate. Sawa. Jambo la kwanza ambalo unalipata unapo appreciate jambo la mtu au jambo ambalo amelifanya mtu, kwanza unapata amani ya moyo na furaha ya ndani. Ushanielewa? Yani kitaalamu wanasema unapothamini mambo mazuri, hata kama ni madogo, unajenga mtazamo chanya na kupunguza malalamiko yasiyo na msingi. Hii huwa inaongeza furaha ya ndani na kuondolea msongo wa mawazo. Umenielewa
Kwa hiyo unapo appreciate, kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe binafsi unaviachieve na vinakuwa ni kwa faida yako. Lakini jambo la pili ni mahusiano bora na watu wengine. Sawa, yani watu wanapohisi kuwa unawathamini na kutambua juhudi zao, huwa inajenga uaminifu, upendo na mshikamano. Hii inaimarisha urafiki wa familia na hata mazingira ya kazi. Maana yake ni kwamba, of course mimi ni mwanasiasa pia, ni mwanasiasa, ni mwanachama wa chama cha wananchi CUF, mwenye kadi, na ni kiongozi pia. Kwa hiyo ninapo appreciate jambo ambalo amelifanya mwanasiasa mwenzangu, hata kama ni wa chama tawala, mara nyingi tumekuwa tuko kinyume nao, lakini kwa mambo mema kama haya ukionyesha appreciation, inakufanya uwe na mahusiano bora na watu wengine. Maana yake ni kwamba hata kama hii video haitamfikia Gwajima, lakini binafsi kama kiongozi mwenzie, ninaona kabisa kwamba amefanya jambo la maana sana, kwa sababu ukisikiliza ile press yake, karibu kila nukta ambayo ameongea ni nukta muhimu sana kwa mustakabali wa taifa letu. Japo kuna mambo kadhaa ambayo mimi pia nitampa ushauri, kwa sababu pale ambapo unaishia wewe kuona, wenzio wanaweza kaona zaidi ya pale. Ushaona bwana. Kwa hiyo mambo mengi ambayo ameongea pale ni ya msingi sana, na kuna haja kama taifa, viongozi wa juu na wahusika wa maeneo mbalimbali waone umuhimu wa kuchukua ule ushauri wake, kwa sababu umelenga moja kwa moja kuhakikisha kwamba unasaidia taifa. Hata kama sio leo, lakini ukichukua yale maoni yake na ukimsikiliza vizuri, ni maneno ambayo yanaweza kuishi leo, kesho na hata baadaye sisi tukiwa hatupo. Ushanielewa? Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia haya mambo ya appreciate, kwa sababu inajenga hivyo vitu ambavyo tumeviongea. Na amesisitiza mle kuhusiana na habari ya Tanzania Kwanza, kwamba tufanye mambo yetu tunayoyafanya, lakini vyeo vyetu, fedha zetu, biashara zetu na vitu vingine vyote vinakuja baadaye. Masuala ya imani zetu yanakuja baadaye, lakini kwanza ni nchi yetu, kwanza ni Tanzania yetu. Na nakumbuka hata Mwalimu Nyerere inasemekana alishawahi kusema hiyo kitu wakati hajafariki. Alisema kwamba naamini kwamba nitakufa, sitakuwa mzima, lakini waambieni wa Tanzania, waambieni wananchi wetu, waambieni wa Tanzania kwa ujumla, Tanzania kwanza, vitu vingine vyote baadaye, lakini nchi yenu kwanza, kwa sababu there is no anyone, hakuna mtu yote ambaye atakuja kutoka Kenya, kutoka sehemu nyingine yoyote kuja kuipambania Tanzania yetu. Nimeona kuna kasumba inaendelea hivi siku za karibuni, wa Kenya wanajaribu kutaka eti kutusemea. Sio kweli bwana, sio wenyewe tunaweza kuongea, tunaweza kusema. Tunaweza kuongea kidogo kidogo, pamoja na kwamba mmeona kama kuna umuhimu wa kutusaidia kuongea, lakini kausheni bwana, sisi wenyewe tunaweza kuongea. Naongea lugha hii kwa sababu naona vijana wenzangu ndio ambao tuna delay sana kufanya hizi appreciation, kutoa ushauri na maoni kwa taifa na vitu vingine vya namna hiyo. Mara nyingine tumekuwa tuko busy sana kusema tu vibaya na kuwaponda tu vibaya viongozi ambao wako vyama vingine ambao hapo kwenye vyama vyetu na kadhalika. Kwa hiyo hiyo ni muhimu sana kuchangamka, kwa sababu wenzetu wa Kenya wanatuona kama tumelala sana sisi vijana. Ushanielewa bwana? Ila sasa kuna jambo tu muhimu sana ambalo nataka nimkumbushe Askofu Gwajima, kwamba pamoja na mambo yote ambayo umeyaongea, binafsi nina appreciate kama nilivyosema, na Mungu akutie nguvu na uendelee kuwa mshauri mzuri, na mimi nakuona kwamba una deserve hata siku moja kuwa rais. Una deserve, inaweza kuwa isiwe leo wala kesho, lakini unayo hiyo karama ya kuwa kiongozi na unaweza kuwa mtu fulani kwenye hili taifa, huwezi jua. Lakini kuna jambo moja muhimu sana ambalo naona kama utakuwa umelisahau, au labda pengine haujaona umuhimu wake. Umeongea kitu kuhusiana na wateule wa rais, kwamba wanateuliwa na wanapotaka kuondoshwa mamlaka husika ndio huwa inawaondosha. Kama ambavyo huwa inawateua ndivyo ambavyo huwa inawaondosha. It's okay, mimi sina shaka na hilo, kwa sababu tulishazoea kuona hivyo. Lakini wewe umeenda mbali kidogo, umegusia kwamba kuna umuhimu wa kuteua, achia mamlaka iteue, lakini kwenye kumuondosha kuna utaratibu
wa sababu za kumuondosha kwake kuja bungeni kuja kujadiliwa kabla hajaondoshwa. Sasa Gwajima, ngoja nikwambie kitu. Hapo unaongelea bunge gani kwa mfano? Unaongelea of course ni kwenye kamati ya bunge ambayo inahusika na masuala ya ndani ya nchi, nje ya nchi, ni bla 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 bla. Lakini hilo bunge linakuwa limepatikanaje? Yaani hao wabunge ambao wanakuwa wameunda hizo kamati wanakuwa wamepatikanaje? Kwa sababu kwa mfano sasa hivi pengine 90% na kitu, sina record exactly, lakini ni zaidi ya 90% ya wabunge ambao mko bungeni ni wabunge wa CCM. Sasa wabunge wamepatikanaje? Utaratibu wa kupatikana wabunge unajulikana kwamba wamepigiwa kura, sawa? Sasa okay, umegusia swala la kwamba huenda labda kiongozi wa ulinzi anaweza kawa anaondoshwa kwa sababu ya interest za aliyemteua, ameenda kinyume na interest zake. Sasa huoni kwamba sababu hiyo hiyo inaweza ikasababisha pia wale wabunge ambao wapo kwenye ile kamati kuhalalisha kuondoka kwake? Kwa sababu mwisho wa siku hata wabunge ambao wao wanataka wawe ndio watu wa kujadili sababu za kuondolewa kwa huyo mtu, pengine wamepatikana kwa namna ambayo kile kitendo cha huyu mtu kuwa anajaribu kulinda kinakwenda kinyume na wabunge wa ile kamati. Sijui kama unanielewa Yaani kwamba wabunge ambao watajadili sababu za kuondolewa kwa huyu mtu, sawa, ikiwa huyu mtu tuashumu kwamba amekuwa yuko kinyume na mkuu aliyemteua, inawezekana kwamba huyu hawa wabunge wakawa wako tofauti na sababu zile ambazo mkuu ameamua kumuondoa nazo. Think more, sir, kwamba unaweza ukaona kwamba inaweza kuwa ngumu, kwa sababu hata wale wabunge wanaweza, tumekuwa tukiona wabunge wanatumia muda wao mwingi sana wakiwa bungeni kusupport na appreciate kile maamuzi na kile kitu ambacho serikali inafanya. Mara chache mno, na hasa sana mabunge ya hivi karibuni, mara chache mno kuona wabunge wanakuwa wako kinyume na maamuzi ya serikali. Ushanielewa? Sasa kuna changamoto hapo. Nadhani wakati mwingine ukitaka kutoa ushauri wa jambo hili, zingatia pia masuala ya demokrasia, kwa sababu hayo ndio yanaweza kusababisha kuwa na bunge lenye makali ya kuweza hata kujadili sababu za kuondolewa kwa mteule, ambaye bunge linaweza likaona hata huyu kuna sababu ya kuendelea kuwepo kwa sababu alikuwa analinda maslahi ya wananchi. Sijui kama tunaelewana kidogo hapo. So kwa kifupi sana mimi nilitaka kwanza ku-mention hilo, lakini zaidi ni ku-appreciate kwamba Josephat Gwajima umefanya kazi kubwa sana umefanya kazi kubwa kama mbunge, lakini pia umefanya kazi kubwa kama kiongozi wa imani, kwa sababu tumekuwa na kasumba pia ya viongozi wa imani kuwa na kugumizi kwenye mambo sensitive ya kitaifa. Huwa namfuatilia someone Cassian, Pasco Cassian, amekuwa pia ni mtu ambaye anawasema sana mitume na manabii, kwamba wamekuwa ni watu ambao wamekuwa wakitabiri mambo ya mtu mmoja mmoja makanisani, lakini hawatabiri mambo ya taifa, hawashauri mambo ya taifa na kuongea vitu vya kitaifa, kitu ambacho yeye anaona hakiko sawa. Kwamba wewe kama ni nabii, wewe kama ni mtume, unatakiwa pia uwe na uwezo wa kujua taifa letu linaelekea wapi na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana na niku-appreciate na nikutie moyo. Chochote ambacho utakuwa unaweza kupitia kwa siku hizi 2-3, kwa sababu hii ni mambo ya mpito tu, sio? Kwa hiyo unaweza tu kuvumilia na ukapiga moyo konde. Muombe Mungu kama ambavyo umekuwa ukiamini, na wewe ni askofu. So kila kitu kitakuwa sawa as long as unasimamia kitu ambacho wewe unaona ni haki, and of course ni haki. Kila kitu kitakuwa sawa. It's me, mkuu wa kitengo cha habari Kafu Ilala. Thank you. I'm out.